Na mpenzi mtazamaji wa kipindi hichi cha Njia ya Wenye Haki. Njia ya Wenye Haki ni kipindi ambacho kinalenga kuonesha njia ambayo Mungu huwa anawapitisha watu wake aliowaita kwa jina lake. Na njia hii mara nyingi wanadamu huwa hawaielewi. Lakini Mungu anajua kwa nini anakupitisha, kwa sababu kuna matunda yake ambayo Mungu anakusudia yajengeke ndani yako. Matunda kama upendo, amani, uvumilivu, unyenyekevu. Hao ndio matunda ambayo yanazaliwa katika Njia ya Wenye Haki. Karibu sana, endelea kufuatilia kipindi hichi. Mungu anayo njia kwa ajili yako. Kila mwanadamu Mungu amemwandalia njia ya kumfanikisha. Hata kama kuna wakati mwingine njia hiyo inaweza kaonekana kwamba ni chungu au ina maumivu, ina mapito, mara zote lengo la Mungu si kutuumiza, lakini anatupitisha katika hali mbalimbali ili kututengeneza, kutufundisha na ili kutuandaa katika ile baraka ambayo ametuandalia katika maisha yetu. Na Mungu anatumia njia za Mungu. Bahati mbaya hatuwezi kuelewa kwa akili za kibinadamu. Mfano mzuri, ukisoma katika Biblia takatifu kitabu cha Kutoka sura ya 13, ukisoma mstari wa 15 mpaka wa 17, unakutana na story nzuri sana ya wana wa Israeli wakati Mungu anawatoa katika nchi ya Misri. Biblia inasema kwamba Mungu hakuona sawa kuwapitisha katika njia ya Wafilisti japokuwa ilikuwa ni fupi. Ile njia ya Wafilisti inasemekana ilikuwa ni siku 3 tu wangeweza kufika katika nchi ya ahadi. Lakini Mungu akawapitisha katika njia ndefu ambayo ukisoma vizuri katika Biblia inaitwa ni njia ya jangwa. Na sababu anatoa pale, anasema aliwapitisha katika njia ya jangwa ili wasije wakakutana na vita njiani wakagairi na kurudi Misri. Kwa hiyo Mungu anajua mioyo ya wanadamu. Kuna wakati mwingine sisi tunaweza tusijielewe, tunaweza tukajihesabia haki, tukajiona kwamba sisi tunafaa au tunaweza au tumekamilika, lakini Mungu akituangalia anaona kwamba bado tumepungukiwa. Kuna vitu ambavyo Mungu anahitaji kutengeneza kwanza ndani yetu ili tuweze kufikia kile ambacho amekusudia kwa ajili ya maisha yetu. Kwa hiyo Mungu alipochunguza wana wa Israeli, mioyo yao bado imejaa malalamiko, imejaa kuhuzunika, hofu. Lakini walikuwa ni watu ambao bado hawajajua vita kwa sababu walikuwa ni watumwa. Mungu akachagua njia ya jangwa ambaye iliwalazimu watembee miaka 40 jangwani badala ya siku 3 ambao angeweza kuvuka tu jirani hapo. Inasemekana tu ni kilomita kadhaa kuvuka kwenye bahari pale na kuingia nchi ya Kanaani. Akawapitisha njia ndefu ili kuweza kuwasaidia na kuondoa umisri ndani yao na kuwatengeneza mioyo yao ili iweze kumuelekea Mungu. Hivi ndivyo Mungu anavyotengeneza watu. Sisi tunaweza tusiwe wa Misri, lakini Mungu ametukusudia tufike mahali fulani. Na kama Mungu amekusudia tufike mahali fulani, kuna wakati mwingine Mungu anaruhusu mambo fulani katika maisha yetu au njia fulani. Hata wakati mwingine akachagua njia ya maumivu ili kututengeneza na kuandaa mioyo yetu ili tuweze kufikia baraka. Kwa hiyo ndugu yangu, naomba tu nikutie moyo. Ukiwa na uhakika upo katika njia ya Mungu, hata kama utapitia katika mapito magumu na maumivu, usiogope, kwa sababu Mungu hajakuacha. Mungu anaijua njia hiyo, na Mungu amekusudia kukufikisha kule anakotaka uende. Hata mimi mwenyewe ninayeongea, mimi ni mchungaji kijana. Ni mchungaji kijana, na kwa taaluma ni mwalimu. Bachelor degree kabisa, nimesoma chuo kikuu cha Sauti Mwanza. Nilihitimu pale. Nilifundisha sekondari kwa miaka kama 2, na baada ya hapo nikasikia wito wa kumtumikia Mungu. Kibinadamu haikuwa rahisi kwa sababu si rahisi kuacha mshahara. Nilijiuliza maswali mengi. Nilijaribu hata kutafuta ushauri kwa watu mbalimbali, kwa wachungaji na marafiki wa karibu. Kiukweli hakuwa na mtu ambaye angeweza kunielewa kirahisi. Lakini kwa sababu nilithibitisha ulikuwa ni mwito wa Mungu, sikuona shida kuacha ile kazi ya ualimu nikaingia katika huduma ya kumtumikia Mungu.
Na naomba usininukuu vibaya, si kila mtu anayepata wito ataacha kazi. Kuna wengine ambao wanamtumikia Mungu akiendelea tu kufanya kazi zao. Inategemeana ni kwa namna gani Mungu amekuita. Na baada ya hapo nilipoacha kazi ya kufundisha pale Aldersgate High School, niliendelea na maisha ya huduma. Kuna mambo mengi yaliendelea pale mpaka baadaye Mungu alipokuja kufungua njia, na sasa ninamtumikia kanisa la FPCT Arusha mjini hapa Kimahama. Sijawahi kujuta. Yes, of course kuna wakati mwingine kuna mambo yanaweza akawa ni magumu. Kuna mazingira wakati mwingine hayafurahishi, unaweza ukafikiri au nilikosea nini. Lakini unapokuwa katika njia ya Mungu huwa haina majuto. Unashangaa kuna mkono fulani wa Mungu ambao unaachiwa katika maisha yako, ambao unakusaidia, unakutia nguvu, unasikia kuendelea mbele, na mwisho wa siku furaha ya Bwana inaendelea kuwa ndani yako. Kwa hiyo naomba nikutie moyo kwamba njia ya Mungu si kama njia za wanadamu. Wanadamu wana njia zao. Wengine wanaangalia ni nani anakujua ili akutengenezee mazingira fulani ya kuweza kusaidika upate nafasi ya kazi fulani. Wengine mpaka watoe rushwa fulani. Wengine mpaka waangalie sana. Njia ya Mungu wakati mwingine hata inaweza isiangalie sana CV yako na nini. Inaangalia ile maandalizi ambayo Mungu lile darasa la Mungu. Mfano mzuri, tukimwangalia mtu maarufu sana katika Biblia, Moses au Musa. Inafahamika maisha yake yamegawanyika katika sehemu kuu 3 tu. Sehemu ya kwanza ni maisha ya miaka 40 akiwa kwa Farao, na Biblia inasema alijifunza elimu yote ya Kimisri, akawa hodari wa maneno na matendo. Na baada ya hapo Mungu alipompitisha kwenye itifaki zote za mfalme kwenye palace ya Farao, Mungu akaona amemaliza lile darasa, akampeleka jangwani. Njia aliyetumia kumpeleka ilikuwa ni ya namna yake. Ni pale alipokuta Misri na Mwisraeli wanapigana, akamuua Misri, kwa sababu Biblia inazungumza kwenye kitabu cha Waebrania, anasema kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima na kugundua kwamba si mwana wa binti Farao, akasema kuna faida gani nijinufaishe katika raha kwa kitambo, bora nikateseke na ndugu zangu. Kwa alipomuua Misri, siku nyingine akakuta Waisraeli wanapigana. Alipokuta wanapigana, alipotaka kuamua wakamwambia hivi, unataka kutufanya kama yule Misri? Akagundua kumbe tayari hii habari ikija kufika kwa Farao nitauliwa. Akakimbia kwenda jangwani Midiani. Kaenda Midiani kwenda kuchunga kondoo za baba mkwe wake Yethro kwa miaka mingine 40. Mungu anaona mwisho kabla ya mwanzo. Tayari Mungu alijua kuna miaka itakuja baadaye ambaye Musa atakuja kuwaongoza wana wa Israeli jangwani, kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Na isingekuwa rahisi kuwaongoza jangwani kama hajapitia experience ya maisha ya jangwa. Kwa hiyo Moses akaishi jangwani miaka 40, na baadaye baada ya kufuzu hilo darasa la jangwa, Mungu ndipo anamrudisha sasa kwa Farao, akamwagiza nimesikia kilio cha watoto wangu. Kienda kusoma kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 7 mpaka wa 10, unakutana na hiyo habari. Anasema nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, kamwambie Farao awaruhusu. Kwa alipoenda ndipo sasa akaja kumalizia miaka mingine 40 jangwani akiwaongoza wana wa Israeli. Njia ya Mungu ni ya kipekee sana. Njia ya Mungu ni tofauti na njia za wanadamu. Kwa hiyo ni vizuri tujifunze hivyo, na ni vizuri tuelewe kwamba Mungu anatupenda, na hata ikitokea Mungu ameruhusu tupitie katika hali fulani ambayo si nzuri, ni kwa kusudi lake jema kutukamilisha na kututengeneza ili tuweze kufaa kwa ajili ya kazi yake na kwa ajili ya faida yetu sisi wenyewe. Si kwamba Mungu anatuchukia, na si kwamba Mungu anatuadhibu, lakini anatuandaa. Mungu anahitaji watu hodari, watu wanaofaa, watu ambao wanaweza kusimama kwa nguvu na kwa imani kubwa wakimwamini yeye. Kwa hiyo baada ya kusema hivyo, ndugu yangu, Mungu akubariki. Usiogope kupita njia ya Bwana hata kama hautakubalika na watu, kwa sababu moja ya changamoto kubwa tulionayo sasa ni kwamba watu wanaishi kwa kuangalia nani anasema nini, nani ananionaje. Na wakati mwingine kwa sababu hiyo ya shinikizo la marafiki, ndugu, jamaa na wafanyakazi wenzako na jamii yako, unajikuta unaiacha njia ya Bwana kwa sababu ya hofu ya kwamba watu wanasema nini, watu watanionaje, itakuwaje, nitaishije.
As long as umeichagua njia ya Bwana, kubali Mungu akuongoze na Bwana akutengeneze kukupeleka katika hatima yako njema, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Amen.